Clouds TV, empowering lives. Mediterranean Sea. Yeah, iko Libya, Tunisia, Morocco, Algeria, uko ndio Mediterranean Sea. So hiyo ndio tunaitaga North Africa. The Bible says in the book of Ezekiel 48 that Mount Zion is south of the Mediterranean. Is Israel south? Hiyo wanasema. Israel is north of the Mediterranean. Iko juu, the other side of the Mediterranean. So where is Mount Zion? It is south. And in south, that is where the children of Jacob were given land to occupy. South of Mediterranean. The children of Jacob walipatiwa south. Ukisoma tu hiyo kitabu yote usome, saki tuisome sahi, nenda usome at your own time. In the south of the Mediterranean, that is where the children of Israel were given land to occupy. And they occupied around Mount Sinai, and they were given, each tribe was given a responsibility from one angle to another angle. So these people, they understood and they knew this. Walisoma Biblia, wakaitumia kama geographical feature. They used the Bible geographically to locate the mountain. Waliingia kwenye River Nile, wakateremuka na River Nile. Isaiah 18 inasema nini? Hawa watu walikuja kupitia the Nile. Where is the Nile? And where is the Nile coming up or coming down? Bwana Yesu asifiwe sana. So when they came, they used the Nile to trace the mountain, which is Mount Sinai. Wakakuja wakaingia mpaka Victoria, ile Lake Victoria. That is how they came. Walipofika mahali, walikuwa na mnabii wao ama mganga wao, anaitwa Victoria. Victoria is one of the highest spiritualists on earth, Queen Victoria. And immediately alipofika pale, akaname the lake Victoria to capture. So you see how we are changed. They come, they conquer, and they name the place because they knew it is a portal. Lake Victoria was a portal. They knew this is a portal. So they named it after them to get the satellite, to get the frequencies from the portal, to guide them to the mountain. After that, that is how they went, wakatumia mito kuteremuka mpaka kwa mountain. Walipofika kwenye mountain, walipanda. At the mountain, pale juu, kwa wale nataka tuende, there is a Star of David. Did you know that? There is a Star of David at the mountain. They found it there. And the Star of David, why the Star of David? Why the star that guided Jesus Christ? And this is my point, because when the people tulienda nao kwa mlima, tuliokoswa na nini? Kuna mliona? Tuliokoswa na nini? The moon, the crescent moon, and the star. It guided all from here. Ilianzia hapa. Ikatupeleka mpaka kwa mlima. Na ilifika mpaka saa 2 asubuhi bado inamulika. Have you ever seen a star mulika mchana? Ilikuwa bado inatumulikia. Baka wakati tulifika kwa mlima, na hiyo ikaondoka. Jua likatake control. Hello. Sijui kama mnaelewa kile kitu nawafundisha. Jua, the sun took control. After the moon took the control in the night and the star, then the sun took over in the day. Bwana Yesu asifiwe sana. Because what the element used kule kwa stone egg ni the element of the star, the element of the moon, the element of the sun, and the element of the element of the air. Again, they have added the element of water. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kule wanatumia element. What's an element? An element is ni kitu ambacho kinatumika kukuconnect na Mungu wako. Sasa walijua jua liko na power. Wakajua mwezi uko na power. Wakajua nyota iko na power. Wakajua maji yako na power. Wakajua hewa hii tunavuruta iko na power. Hizo ndizo element wanatumia kucontrol dunia. Walienda kwa Biblia. Hawakwenda nje ya Biblia. Wakaenda kwa Biblia chapter 1 of Genesis. Inasema nani? And God separated the earth. He created a bigger light and a smaller light. The bigger light akaipatia power over the day. Akaifanya mfalme wa mchana. So who is the king of the day? It is the sun. When you have the king of the day, is the sun, and it is donated from God. And God made bigger light and smaller light.
And the one that was bigger was called the name sun. And now akaibadilisha hiyo sun, akaiambia utawale mchana. Kwa hivyo alipatiwa manto ya kutawala mchana. Wale wa jamaa wakajua hiyo siri. Nyinyi hawakuwaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akarudi akachukua usiku, akapata mwanga wa usiku unaitwa mwezi. Akawaambia na wewe be the king of the night. Hallelujah. Kwa hivyo mwezi, the power ikakuwa donated to the night, to the moon. Then akaiambia the smaller light, that is the star, be in the lives of the people and guide the lives of the people. Be in the lives of the people and then guide these lives towards their prosperity. Kwa hivyo mali yetu, maisha yetu yakafichwa kwenye star. Mwezi ukaambiwa tawala usiku, jua likaambiwa tawala mchana, nazo star zikaambiwa tawala binadamu. Sijui kama mnanielewa. Sasa angalia, walikuja wakachukua ule mwezi, wakausema ukifuata mambo ya mwezi, astrologists na ni watu wa shetani. Astrologists ni za kishetani. Ukifuata mambo ya jua ni astrologists na ni ya nini? Shetani. Akakwambia ukifuata mambo ya nyota ni astrologists na ni ya nini? Ni ya shetani. He proclaimed, akakwambia these things are not good for you. But ukienda kwa madhabahu yao, hizo vitu zote vibaya ndio ameweka kwa madhabahu. That is how they were able to rule us. Because they knew if they take away the sun from you, they take away the moon from you, they take away the stars from you, they have ruled you. But they used, walitumia madhabahu na nguvu ya madhabahu kunyakua. And this is why you need somebody. You need a season that God can come and light your candle. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana what they did to us, they dimmed our candle. Wakachukua moto yetu, wakaakishia watoto wao candle. And that is why their kids are ruling over us. That is why their kids are fighting us. That is why their kids can be mean. Wakati ukiuliza hawa wazee wa maumau watakwambia, walikuwa naita mtoto ya mzugu baba mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. The Garden of Eden, it is in this land that we are standing. But now sasa nikiwaambia hivyo, mnasemanga ni stories za jaba. Unajua jaba ni nini? Jaba ni nini? Mogoka. Kwa hivyo mnakulaga mogoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnasema hiki kitu haieleweki. Mnasema hii mtu atuabii mambo. Lakini I just want to tell you that it is you that makes these people continue running. Tell your neighbor, light your candle. But you need somebody to come and light your candle. You need somebody who's ahead of you. Ndio kwa maana nilienda nikachukua. Wakati niligia hiyo nyumba ya madigira yao, huyu jamaa aliniona ni kama nimekuwa chizi kidogo, akaficha phone. Alikuwa ananichukua na phone, akaficha phone yake ndio asionekane na wazungu. Na unajua kule wamemkamata na kaaga huko, wataweza kumweka jela. Mimi nikamwambia I am a son of a Mau Mau. Did I find a woman there, not a man? Yeah? Which woman? It is the queen who enslaved us. So lazima kungekuwa na queen hapo. Huyo aliwakilisha Queen Victoria, akanirudishia vitu zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. I came back with them. Nikabeba makando, nikabeba mavitu vinyago, nikakuja nazo spiritually. Because you have to be bold when you are capturing back your stars. Angalia kule biguni saa hizi, the stars are no longer there. They have been taken by the witches. Huu ndio mwezi huu wa September, Oktoba, tunaingia Oktoba. Mwezi wa nini? Mwezi wa Halloween. November, October, November. Ndio mwezi wana celebrate shetani. Utawaona wamevaa maguo ya black na vitu huko vya kishetani, ama wengine utawaona wakitembea uchi. Kule Europe mzima, America na Australia, kule wazungu wote utawaona wakitembea. Baka mafadha na masista wa kanisa, watu wa Maria, utawaona huko wakitembea nini? Uchi. Wakicelebrate nani? Shetani. Halloween. And this is the reason we had to go there and destroy any altar watajaribu kuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Immediately after that, tukakuja tumeenda kwa mlima kutoka leo. Hata wewe manto yako
ambayo ilikuwa imeibiwa. Ichukue in the mighty name of Jesus Christ. Receive everything that you lost. Iwe ni pesa ulipoteza, iwe ni ndoa ulipoteza, iwe ni mali ulipoteza. Pokea mali yako yote, pokea vitu zako, pokea watoto wako. Watoto wako waliibiwa wakapelekwa kwa chang'aa, wamewarudisha katika jina la Yesu. Whatever kind of life you are living today, and this is not the life that God perfected for you, may God restore the lost glory. Ile miaka yako imekuliwa na canker worms na tunundu. Yani miaka yako ambayo imekuliwa na tunundu na mando na tunusunusu imeregeshwa. You needed somebody to come and light up your candle. Mwambie leo my candle inawaka leo. The book of Jeremiah chapter 1 verse number 10. See, today I have set over kingdom. I have set you over kingdoms and nations. To do what? To overthrow, to pull down, to tear down, to destroy, and then to plant and build. Sasa tunaongea mambo ya kingdom. And I want to inject this spirit into you. That from today may God use you to crush kingdoms and the nations, and then build new altars. That wherever you go, wewe mwenyewe kufika tu bila hata kuongea maneno, you become an altar and you destroy anything. Yani you, the altar, destroys anything around you. Shamba lako litakukubali, ndoa yako itakubali, biashara yako itakubali, watoto wako watakubali, dunia yako itakubali. You will be successful. Kama vile Isaka alienda kwa shamba ambayo ilikuwa na haina mvua miaka 6, akapanda na akavuna. Utavuna mahali ambako hakujawahi vunwa. Utavuna. Yes, utavuna. Utaenda utapanda kalisa maidi na itamea. Mpaka wasikie wivu wa kuanza kufunika visima vyako. Na wakizima unaenda kwa kingine kinafufuka. 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 Watazika vote mpaka wakati watasema Mungu wako ni mkubwa. Watasema your God is greater. Mpaka useme hii ndio Rehoboth. Usijali. Masiku za kuteswa ziliisha jana. Masiku za kuonewa ziliisha jana. We conquered. Yes, we went and saw and did what? And conquered. We are now victors. We have taken over. Sasa leta tumule tumuto tulikuwa tunasema. Sasa Mungu akaniambia ndio ujue umekonka na nimekukubali na nimekukabidhi the scepter. They are saying there will be darkness 3 days. Eda wabie, there is no darkness. Kitabu cha Psalms 18 verse 28. Psalms 18 verse 28. For you will light up my lamp, the Lord my God will enlighten my darkness. The Lord my God will enlighten. That the Lord, you make my lamp burn brightly. My God is my light in the darkness. Yani Mungu wangu ataniakishia moto, ataniakishia my light. And from today I decree and declare to you that your light will never stop again. Whatever that God destined you for, kama ni biashara, kama ni ndoa, kama ni kazi, whatever it is, God will lighten up. Mungu amekuhakishia your candle, amekuhakishia neema yako. No fashion, no weapon fashion against you itatoboa. No weapon. Hakuna hata wakijaribu. Sasa ukienda huko kwa kishaki kwenu, enda ukianelelaga, wachawi kujeni sasa, aragi oragani aishiacha ta okaire huku kujeni. Uone venye watafanya watafinyangwa. Maana you've been now consecrated. You are no longer the person that used to be there. You are no longer the person that they used to torment you. Wamekaa wakikukanyaga, wamekula vitu zako, wamevunja ndoa zako, wamevunja biashara zako. Today it is a reverse. I reverse whatever they said against you. I cancel whatever they said against you. Any negative word over your life has been cancelled. You are not going to be the tail. You are going to be the head. You are no longer, now you move from being the tail to the head. Hakuna kitu atafaulu sasa. Di mama shogode. Nako shosho wanyinu ya morogi. Nenda shogode, nenda upite kwa shosho na umugoge hivi. Na upite hivi. Ndio muangalie usikie my reaction.
You are no longer the person. Na igwa mtu mioyo. You are no longer na kamoto karege guthaka nawe. My God will enlighten. My God will enlighten. My God is the light in the dark. Walisema watakuwa na siku 3 za giza. Na sisi tumesema tutakuwa na siku 3 za mwanga. Katika maisha yako walisema kutakuwa giza. Kutoka leo ninakuhakishia taa yako. Ninakuhakishia taa yako. Lord, you make my lamp burn brightly. Oh my God. Sijui kama kuna watu kanisa hii wao wanasikia Mungu akisema, Lord, you make my lamp burn brightly. My God is my light in the dark. The Lord makes our human spirit like his lamp inside us. It shows us what we really. That is how we look like. That is how you are. That is what makes you the light. You are the light of the world. You are the light of the world. Everybody in this world. If people build a city on a hill, then other people can see it easily. Then other people can see it easily. Verse 15. Nobody lights a lamp, then puts it under a pot. He will put the lamp in a high place. Everybody who is in the house can then see the light from the lamp. You put it. Shine yourself. Put yourself into the hill that everybody will see you. What wanasema, indeed, this is a woman of God. Indeed, this is a man of God. That is why you see when I do my things, I don't do things nikijificha. Naendanga muzima. You will give light to other people. Hallelujah. Wakelie metugo yaku yakelia wale yake. Ale medu maine unawatoa kwa sababu ya tabia zako, kwa sababu ya mienendo yako unawatoa. Then you shine on the people. Praise be the name of God. Don't be usiwe mtu wa giza. Badala ya kuwa mtu wa kuleta mwangaza kwa kanisa kama hii. In case be metuko yako igakoro ni dimmed. Unakuwa tabia zako hazifurahishi, tabia zako hazipendezi hata kidogo. Why will you be like that person? Why will you be an impediment to what we are doing? Why will you be ukuwe mtu ambaye haufurahishi watu wale wengine? Yani wewe mwili wako, akili zako, tabia zako hata shetani amezikataa. Don't allow that. Don't allow the devil to use you. You are in a great territory. You are in a great place where God is operating like nobody's business. Where God is operating live. Where God is not waiting for a few minutes. He's just operating there and there. You ask this, God, give me this, anakupatia. You tell God, I want to do this, and unamwambia Mungu kitu ifanyike na inafanyika. This must be sure that your light shines well. Then you will give light to other people. They will see all the good things that you do. Then they will praise God, who is your Father in heaven. People will praise God because of you. Hallelujah. Because you are doing good things. Just try one day and become that good vessel. Do the right thing in the right processes. And the people will love your God. And they will be associated back to God because of who you are, what you are, and what you do. Lakini ukikora haha ugeuka hadi maokora haha mahakora unaoikalete sura peke yake, hata hujaongea sura peke yake. Unakaa kama nyangumi ambayo imeruka kwa mtego, ilikuwa imetego ikaruka. Sasa inatoroka, sasa inakutana na wewe, ikitoka inaangalia na sura, na imagine kule imetoka, imekutana na mtu kama yule alikuwa anataka kumaliza. Hiyo ndio sura unakuaga nayo hapa. Siku ndio imagine mtu ukitaka kukakora winadi ya joni, uchoke aje kaga kunekoleka. Hawezi kusema kuna Mungu. Anasema nie kodoko. Haya, kwa uniko kwa modo lewa mogeke. Sasa mpaka mnaniharibia paka jina. Mnaona ninaanza kuitwa mtu wa mogeke. Sasa mimi naweza kuitwa mtu wa mogeke? Mimi. Mkato majitu ati modole wale wa mogeke. Mimi nimewahi kuwa wa mogeke mimi. Mliniona. Mnaniharibia hadi amado keje letu hata kujoi. Unaiwa kwa ati kau kale kanida kala modole wa mogeke. Waje waseme wakitoka wanasema hiyo nyumba iko na mafuta. Wale wako huko wako na mafuta. Ni watu wako na lili wagai. Noti bona haya kinyamodira kinyora modia. Ta modo atekete seda porus.
tamudu atukite seda boruti ni kuna ngoro ya nyamu, ngoro ina nyoka thĩinĩ. Haupendi watu, haupendi mtu hata kusalimia watu, inakuwaga ni kama mtu amejipaka mavi kwa mkono. Change, mwambie mwenzako change. Mwambie, mwangalie mwambie change na mwambie na lugha yako. Mwene garuruka tunajiana nene. Sisi ni watoto wa utukufu. We are the children of the light. Sisi si watu wa kawaida. Uliza nani? Anaitwa nani? Amevuka kitabale. Si already. Taruka mana iguru. Si so handsome. Taruka ma. How's wife material? Look at you are so handsome. Oh wow. Ani ukora kwa muthaka oguo. Nona kuha gitabu urege kugiacenjia maisha maku. Uhiena mundu wa miaka 28. Wemenyerere muno ndukahetũke bara haha uguo. Ni ugucokothwo ni mwana na hake andu. Bwana Yesu muulize huyu Chiaredi pale tumetoka. Alikuwa anatutumiaga shilingi 200, tumekosa fare. Akiwa kwa supermarket, alikuwa anakoniwa na mama mwingine alikuwa anaitwa Nancy. Alikuwa anatumia nini? 200. Tumekosa chakula na fare. Huyu mama kwa hoteli kutoka kwa duka yake. Muulize atakwambia pale tumetoka. Tulikuwa tunashindwa kulipa. Siku moja tulikuja kuchotwa nyumba, tulikuwa tumeshindwa kulipa rent. 28,000. Wakatuma maauctioneer, walikuta Otobi, walikuta Dennis, Deno. Na nani mwingine? Evans. Walikuta majabasi, the really majabasi wa dunia. Na unajua maauctioneer bado ni majabasi. Sasa waliachilia majabasi waingie ndani ya nyumba. Wakanipigia simu wakaniambia hapa kuna auctioneer na wanataka kuchukua vitu. Wakaniuliza tufanye nini, simtumie akili yenu. Ndivyo niliwaambia tumieni brain. Eyes are like lamp and your body is like a room. Hallelujah. Your eyes are like what? A lamp and your body is like a room. How does that tell you? Your eyes, maitho maku magiro kuona maundu mega, magiro kuona Ngai. Ti kuonaga ukona mundu ukona ni njangiri, ukona mundu no maraya uma. Ati maitho maku kira giothe marona tondu kairitu gaka nike hakarangi muromo ri, ati gaka kare hakarangi muromo tondu kena maundu mangi moru. Ti kuonaga nduma, onaga Ngai thiini wa uru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kwenye huo ubaya unaupitia una Mungu. Hata kwenye hiyo mateso mtu anayapitia una Mungu. Kwani wale wazee walitumwa na ni Elijah aliwatuma, wale walienda kukaa kwa kahaba, walikaa kwa ni kwa Rahabu. Walikaa huko. Na mama alikuwa maraya na walikaa huko ndani. Be careful that your eyes are like a clean lamp. Let your eyes be a clean lamp. Taa mzuri, taa inaona vizuri, isiwe tu inaona mambo ya shetani, ionage mambo ya Mungu. Make your eyes see properly. Waone kitu kizuri. Tio kuonaga oru. Bethel Clouds TV, empowering lives.